الرحيم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبكم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Tunaweka kitua au tunaweka lengo, pengine tusilifikie au pengine tutalifikia. Tuje tuanze aja'altum siqayat al-hajj. Suratu Tauba aya 9. Ishtarau biayati llahi thamanan qalilan, wamenunua kwa aya za Mwenyezi Mungu thamani ndogo. Aya hii imetumia sitiari au tunasema istiara katika fani ya balagha. Waswahili katika fasihi wanaita sitiari, lakini wamelichukua neno huko kwenye istiara. Nafikiri katika kutamka wakalifikisha kwenye sitiari, lakini ni istiara. Istiara manake ni kuliazima neno kutoka kwenye maana yake iliyowekwa mwanzo na lugha kwenda kwenye maana nyingine ambayo lugha haikuiweka mwanzo, katika namna ambayo msomaji anaweza kuelewa kuwa hapa neno limeazimwa kutoka maana yake ya asili kwenda maana isiyokuwa ya asili. Kwa ufupi, hiyo ndio istiara. Nikiamua kuifundisha nitafungua fani ya balagha hapa, itakuwa sasa tumeingia kwenye somo jingine, kitu naligusia. Asema Mwenyezi Mungu, ishtarau, wamenunua biayati llahi, kwa aya za Mwenyezi Mungu, thamanan qalila, thamani ndogo. Manake wamebadilishana. Neno kununua hapa manake ni kubadilisha. Wamezibadilisha aya za Mwenyezi Mungu kwa thamani ndogo, kwa sababu katika biashara kuna mabadilishano pia. Si wewe unatoa bidhaa alafu wewe unapewa pesa, au wewe unatoa pesa unapewa bidhaa, kwa hivyo mnabadilishana. Na katika ule mfumo wa zamani ndio ilikuwa mfumo wa barter system au mali kwa mali. Mfumo wa mali kwa mali ulikuwa unaitwa. Wakati huo benki duniani hazijawapo bado, hakuna benki, hakuna sarafu zinazotawala katika maeneo kwa uhakika. Kwa hivyo ilikuwa mtu anataka mbuzi anakwenda na gunia la mpunga, anatoa mpunga anapewa mbuzi, na anayetaka mpunga anakwenda na mbuzi anapewa mpunga. Kwa hivyo wanabadilishana, inaitwa barter system, na kila mmoja anaambiwa kauza na kila mmoja anaambiwa kanunua. Kwa sababu aliyekwenda na mbuzi kutaka mpunga kauza mbuzi, kanunua nini? Mpunga. Na aliyekwenda na mpunga kutaka mbuzi kauza mpunga, kanunua nini? Mbuzi. Kwa hivyo kila mmoja kauza chake akanunua cha mwenzake, ndio mali kwa mali.
inakuwa ndo mfumo wa barter system. Ishtarau, wamenunua biayati llahi, kwa aya za Mwenyezi Mungu, thamanan qalila, thamani duni. Manake wamezibadilisha aya za Mwenyezi Mungu kwa thamani ndogo sana. Wameujua ukweli, halafu wao wameupotosha kwa kutafuta maslahi fulani. Ndio maana ya kuuza. Tunarudi pale pale, anayetaka kushika maana ya kwanza tu kila mahala atapotea. Kuna sehemu lazima uvuke uende kwenye maana ya pili ili uweze kuipata maana inayokusudiwa. Hawa zaidi ni watu ambao walikuwa wameambiwa katika vitabu vilivyotangulia kwamba kutakuja mtume ana sifa hizi 1, 2, 3, 4, na walikuwepo watu hao waliosoma vitabu na wakaziorodhesha sifa zote, na wakajua sifa hizi zitamhusu mtume atakayekuja. Na wengine walikwenda mbali, wakagundua mpaka eneo atakalotokea itakuwa ni eneo la Arabuni ndani ya ardhi ya Saudi Arabia. Kwa hivyo wakaja wakapiga kambi Maka, na wengine wakapiga kambi Madina, wakijua kuwa nabii huyu atatokea kwa hizo miaka waliohesabu wao. Lakini tatizo lao likaja, wakadhani kwamba atatokana na wao, atazaliwa kutokana na nasaba zao. Kwa hivyo ilipokuja hali kwamba katokea kutokana na watu sio wao, ikabidi zile aya zote walizokuwa mwanzo wanazizungumza, zile wanazifungua, wanafundisha watu kwamba hapa atatokea nabii, wazigeuze sasa, waseme sio huyu anayekusudiwa. Kwa kutafuta nini? Kwa kutafuta kukubalika, heshima, hadhi ibaki kwao. Kwa wanayapindua maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata wale waliokuwa wakifuata mila Nabii Ibrahim kule aliomba dua, rabbana wab'ath fihim rasulan, ewe Mwenyezi Mungu wainulie miongoni mwao nani? Mtume. Sasa alipotokea kwa sifa zote za dua ya Nabii Ibrahim, lakini akaja katika namna ambayo wao hawamtaki, wakaanza kubadilisha, sema sio yeye anayekusudiwa kwa maslahi yao ya kidunia. Ingawa aya hii inafanya kazi katika maudhui zote, kila pale ambapo mtu yuko tayari kuiuza imani, kupotosha dini kwa maslahi ya kidunia, naye ataingia katika maana hii aya. Ishtarau biayati llahi thamanan qalila. Sinasema sababu nuzuli au siyaqul aya haifungi maana, yani sababu ya kuteremka aya au mtiriko haifungi maana isifanye kazi kwenye maeneo mengine, itafanya kazi pia katika maeneo mengine. Ile inasaidia katika kutafsiri na kujua kwamba nini kilichokuwa kinazungumzwa. Tumeelewana vizuri hapo? Ndio sasa tutasema sisi, baba anapogomba watoto akawagombeza watoto wake, hata kama yumo mwingine hajafanya lile kosa, lakini naye yale maneno lazima yazingatie ili asije kafanya nini kosa kama lile, naye akaingia kwenye kukatazwa. Basi ishtarau biayati llahi, wamenunua kwa aya za Mwenyezi Mungu thamanan qalila, thamani duni, wamekubali kuziuza hizo kwa ajili ya dunia. Fasaddu an sabili, basi wakaizuia njia yake, wakaiziba njia ya Mwenyezi Mungu, watu wakawa hawakuweza kuifuata, kwa sababu walikuwa na kundi la watu wanaowaamini. Sasa alipotokea Mtume SAW au mambo ya Kiislamu akasema sivyo inavyokusudiwa, ina maana lile kundi lote lingeweza kumfuata Mtume Muhammad, wakalizuia lisifanyeje? Lisimfuate, kwa sababu wameizuia njia ya Mwenyezi Mungu kwa kupotosha ile maana iliyokusudiwa. Kama wangesema huyu ndiye hasa aliyetajwa kwenye vitabu vyetu, au ndiye hasa aliyemkusudia Nabii Ibrahim katika ile dua, basi wale watu wote wanaodai kufuata mila Ibrahim au wanaoamini vile vitabu wangeingia wote kumkubali mtume, na pasingetuka vurugu la aina yote, ingekuwa kazi rahisi. Lakini wao wamezuia sasa njia ya Mwenyezi Mungu isipitwe, watu wasimfuate Mtume SAW, wasikubali Uislamu. Kwa hivyo wakaizuia njia ya Mwenyezi Mungu isifuatwe kwa maslahi yao tu, hawataki wao, kwa thamani ndogo tu. Tumefahamiana? Na hii inajitokeza katika nyanja nyingi kwenye maisha. Mtu mmoja mwenye ushawishi hivi akiwa halitaki jambo hata kama ni zuri, basi kutakuwa na kundi litakalomsikiliza, atalizuia lile kundi lisiingie kwenye lile jambo ambalo yeye halitaki hata kama ni la ukweli.
Na hii ni mbaya sana, kukataa ukweli, alafu kawe ni mtu mwenye ushawishi, mtu unayeaminika, ukalifanya kundi likatae ukweli, linakuwa tatizo kubwa sana. Sisi Waislamu kuna migogoro kwenye mambo mengine madogo madogo, tunarudia kwenye logic hizi, mantiki hizi za ovyo. Mfano msikitini mmekaa, mmefika mahala watu wengi, wale wengi wamesema fulani awe imamu, lakini kuna kikundi kilimtaka mtu mwingine ndio awe imamu mkuu. Basi yule ananuna aliokosa ule uimamu, akishanuna naye anawashawishi pande tuhame msikiti ule, haufai, wanakwenda kwingine. Au kuna mambo ya uongozi, alikuwa yeye kiongozi pale na watu wengine wanamkubali, alafu ikafika mahala pakafanyika mabadiliko, akamwambia bwana wewe tupishe, aingie mwingine, kanuna, hataki, anachukua na watu wake, na mimi sitaki na sitaki, hatuji msikiti wenu. Wanatoka wanatafuta msikiti mwingine, wanatafuta darasa nyingine, wanakwenda kwingine, wamejikata pande. Ni ubinafsi tu. Kwani ukiondoka wewe kwenye uongozi wa msikiti ule, ndio msikiti watu hawatosali, adhana itoadhiniwa, ndio darasa zisiendelee kwa sababu ya wewe. Weka pembeni, wapishe wengine. Sasa ile nongwa, hasira, tunataka lazima tuwe sisi muda wote, lazima tukubalike, inasababisha migogoro sana katika jamii. Aya hii nayo inatufafanulia jinsi walivyokuwa. Kwa hivyo mwisho wanaubadilisha ule ukweli, lolote lile wanaligeuza, lilikuwa zuri watalisema kuwa ni sasa baya, na mambo kama hayo. Ishtarau bi ayati llahi thamanan qalilan fasaddu an sabili, wakaizuia njia yake, wakaiziba njia yake ikawa haipitwi, yani watu wakawafuata kweli. Innahum, hakika wao, saa ni baya mno, makanu waliokuwa yaamaluna, wanalifanya, wanalitenda jambo baya mno waliokuwa wanalifanya. Hilo la kuzuia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu, hilo jambo baya sana waliokuwa wanalifanyaje, wanalitenda au wanalifanya. Innahum saa, hakika wao, baya mno, makanu waliokuwa yaamaluna, wanalifanya, wanalitenda jambo baya sana hilo. Ukishakosa wewe acha tu, usizuie mtu, unasababisha ubaya, unasababisha watu wagawike mapande kwa sababu wewe hutaki. Na hii athari inatukuta kwenye mambo mbalimbali. Sisi madrasa wakati mwingine zinavunjika au inazaliwa madrasa nyingine kwa sababu hiyo tu, kwamba kakataliwa mwalimu fulani anaanzisha yake, wala hakuna sababu ya msingi ya kuanzisha madrasa nyingine. Na hata hizi darasa wakati mwingine zinaanzishwa hivyo, mtu kakataliwa mahala, hataki, anatoka na kundi la wanafunzi naye anaanzisha lake. Tunagawika mapande duniani kwa sababu za ubinafsi kama hizo. Kwa hivyo ni kwa baya jambo ambao wamekuwa wakilifanya, na mengine mabaya, uchochezi walikuwa wakifanya. Mwenyezi Mungu anayarudia maneno kusema la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma, hawazingatii katika muumini illa wala dhimma. Tumesema undugu wala dhamana, ukoo wala dhamana. Nyuma tushasema maneno aya hii, tushaisema la yarqubu fikum illa wala dhimma. Hapa anasema la yarqubuna fi mu'minin, hawachungi katika muumini ule ukoo wala dhamana. Yani mtu akisha kukubali imani ya Kiislamu, wao hawamtizami tena kama jamaa yao, hata kama anawahusu kwa damu, wanamfanyia chuki, wanamwekea vikwazo, wanampiga, wanamuonea. Wala dhima wala dhamana, kama mimi ni kiongozi nihakikishe raia walio chini yangu wote wanatendewa haki, wao wanasahau zile dhamana za uongozi, wanawaonea watu kwa sababu kawa Muislamu, katoka kwenye imani yao. La yarqubuna fi mu'minin illa, hawachungi, hawazingatii katika jambo la muumini aliyekuja kuislimu au kaingia kwenye Uislamu, hawazingatii undugu, ukoo wala dhamana ya uongozi, wanaacha yote pembeni, wanavuruga tu. Umesema aya hii maneno yake yamejirudia kule, kasema la yarqubu fikum illa wala dhimma. Wa ulaika humul mu'taduna, na hao ndio wanaovuka mipaka, au hao ndio wanaofanya uadui. Mu'taduna inakuja kwa maana kuvuka mipaka, na inakuja kwa maana ya uadui. Hao ndio wanaovuka mipaka. Maana ke mipaka ilikuwa yawataka kwamba mtu akiwa jamaa yako au wewe una dhamana ya uongozi, mtendee kile anachostahiki. Anaweza kuwa jamaa yako ukamtendea kwa vile anavyostahiki kama jamaa,
au anaweza kwa si jamaa yako, lakini wewe ndio una utawala katika eneo lile, ukamtendea haki kama mtu anayetawaliwa katika eneo lako, lakini huyafanyi hayo. Wa ulaika humul mu'tadun, na hao ndio wanaovuka nini mipaka, au hao ndio wanaofanya uadui. Sasa uadui binafsi wanamfanyia mtu kwa sababu ya mawazo yake, fikra yake na imani yake, na maana yake wameshindwa uongozi. Ndio maana yake kiongozi afanye hivyo. Kiongozi hata kama ni ndugu yako kakukata pande, hakusaidii, lakini unapofika kwenye haki zake kama raia, utamtendea haki zake zote kama nini, kama raia. Ule ubaya wake utamwachia mwenyewe. Tumeelewana vizuri hapo? Sasa hawa ina maana chuki walizojaza ndani ya vyao zinawafanya wasitende haki, na mwisho wanashindwa kubeba dhamana za kuongoza watu. Tunasema tabia hii sio tu kwamba hapa inazungumzwa ilikuwa kwa makafiri, lakini sio tu kwa makafiri, duniani ni changamoto kwetu sisi wengi kutenda haki kwa mtu ambaye hamkubaliani kimawazo. Mpaka sisi viongozi wa Kiislamu tuna mashaka hayo wakati mwingine. Ishakuwa wewe ukubaliane naye katika jambo fulani, basi hutaki kumtendea haki. Haya, unamwona hana haki kwa kuwa mmetofautiana. Isiwe hivyo. Hata kama mmetofautiana, yeye ana haki zake na wewe una haki zako. Sisi waulaika humul mu'tadun, na hao ndio wanaovuka nini, wanaovuka mpaka. Mifano tunayo mingi. Fa in tabu, ikiwa watatubu, maana watarudi kwenye mstari, wafate zile desturi zinazotakiwa. Na nimesema hapa si wanazuoni wote unasema hapa tabu maana yake kutubu kwa maana ya kuwa Waislamu. Tabu ni kurudi tu kwenye zile taratibu za kuishi pamoja katika nini, katika dunia, hata kama si Waislamu, lakini wakarudi kufata zile taratibu, kwamba huyu ana haki zake, aongozwe, apewe haki zake, hata kama ana imani tofauti na sisi. Tumesema hiyo kule nyuma, tulisema wa aqamu salata wa atau zakata, na wakadumisha kusali na kutoa zaka. Wako wanazuoni wanasema hapa maana yake wametubu, wamekuwa Waislamu. Wengine wanasema sio maana yake, maana yake Nabii Ibrahimu alifundisha kusali na kutoa nini, zaka. Wa ausaina ilaihim fi'lal khairati wa iqami salati wa itai wa kanu lana khashiina, na tukawahusia wao kufanya mambo mema na kudumisha sala na kutoa zaka. Hao wa zama hizo, sala na zaka vilikuwepo tangu zama za nini, za Nabii Ibrahimu. So antahira baitia litaifina walakifina warukai sujud, wahidna ila Ibrahim wa Ismaila, na tulichukua ahadi Mwenyezi Mungu asema kwa Ibrahim na Ismaila, antahira baitia, kwamba litakaseni jumba langu lisingie masanamu. Litaifina kwa ajili ya wale wenye kuzunguka, walakifina na wanapiga itikafu, na kule kwenye sura nyingine akasema walqaimina, na wenye kusimama, alafu akamaliza warukai, na wenye kurukuu na kusujudu. Sasa vitendo vya kurukuu na kusujudu ni kufanya nini? Kusali. Kwa hivyo sala ilikuwepo, lakini ilikuwa tu, wengine wanasema rakaa moja, wengine rakaa mbili, itakavyokuwa, lakini ilikuwepo. Sasa ikiwa watarudi kwenye millata Ibrahima hanifan, ndio pale kaambiwa aseme bal millata Ibrahima wa ma kana minal, hana shirki, na mwendo wake ndio huo kuswali na kutoa zaka. Wa atau zakata, na kutoa zaka. Na swala manake ni mahusiano baina ya kiumbe na nani, na muumba wake, na zaka ni baina ya kiumbe na kiumbe, baina aliyepata na aliyekosa. Kwa hivyo bilateral relationship wanasema watu wa diplomacy, inakuwa ni mahusiano ya pande mbili, kwamba kwa Mwenyezi Mungu unaswali, na kwa wenzako kama unacho unawapa, na wale walikuwa hawana wanapokea. Wa atau zakata, na wakatoa nini, wakatoa zaka. Basi hao wakishafanya hivyo, fa ikhwanukum fi dini, hao ni ndugu zenu katika dini. Unaona, kuonesha kuwa hawa si Waislamu, hawa ni ndugu zenu katika nini, katika dini. Maana yake kwamba mwendo wao na mwendo wa dini yenu vinafanana. Hawa wanafuata millata Ibrahima hanifan. Ingekuwa angesema fa ulaika minkum, hao ni miongoni mwenu. Anasema ikhwanukum fi dini, ndugu zenu katika jambo la dini, kwa sababu kuna mambo yatafanana wakifuata ile millata Ibrahima
Hanifa. Ina mambo yake, ina kutahiri ile, ina kusafisha maeneo ya viwanja. Sisi tumefahamiana kusafisha viwanja au bado kuna wengine kusafisha viwanja hawajafahamu? Pana kamera hapa. Ile dini inazungumzia habari ya kusafisha viwanja, habari ya kukata kucha, habari ya kutahiri, habari ya nini, ile millata Ibrahim. Ndio wakati mwingine wanaambiwa hata watu wengine kwenye vitabu vyao wanaomtaja Nabii Ibrahimu, mle ndani pia imetajwa kwamba Ibrahimu alijitahiri mwenyewe alafu akamtahiri na mwanawe. Mwenyewe, kwa sababu ile amri ya kutahiri ilikuja ikishakuwa mtu mzima. Wanasema alitafuta jani la uchungu, shubiri, akalitia mdomoni, akalizuia hivi, alafu akachukua kisu akasema utatoka leo. Anazuia, alafu akajifunga dawa mwenyewe, alafu ndo akaja akamtahiri mwanawe Ismaili. Sasa wao wanaambiwa, mbona nyie bado mna mabilingani, hamjayamenya? Wakati huku Ibrahimu alijitahiri mwenyewe alafu akamtahiri mwanawe. Sasa wakiyafuata yale, fa ikhwanukum fi, na wale Makuraishi walikuwa wanajisifu sana kwamba wao ni watu wa kumfuata Nabii Ibrahimu na Nabii Ismaili, kwa sababu Ismaili ndio mwenye chemchemi ya Zamzam pale na Ibrahimu ndio alianzisha ibada ya hija pale. Kwa hivyo wanadai hivyo, lakini yale ya Ibrahimu hawayataki. Wamekwenda kuchukua mambo mengine wameyajaza. Aliyaleta masanamu mtu mmoja anaitwa Amr ibn Luhai, ndio akaleta masanamu huyo Amr ibn Luhai katika historia. Wakaabudu masanamu, wakatoka kwenye mila ya Nabii Ibrahim. Sasa wakirudi wakafanya yale ya Ibrahimu, fa ikhwanukum, watakuwa ndugu zenu katika nini? Katika dini. Japokuwa watakuwa hawako sambamba na nyinyi katika kila jambo, lakini kuna mambo mtafanana. Na ile ya kuchinja udhiya ya mfungo 3 ni ya Ibrahimu ile. Pale alipoambiwa sasa chinja mnyama, wafadainahu bidhibhin adhim, imetoka kwa Ibrahimu kwa Ismaili, ikashuka kwa uzao wake wote, ndio ikaja ile habari ya kuchinja ya mfungo 3 ile ya mwezi 10 ya Idi, ile Adha ile imetoka kwa nani? Kwa Ibrahimu alayhi salam. Kwa hivyo mtafanana katika hayo mambo. Fa ikhwanukum fi dini, basi watakuwa ndugu zenu katika nini? Katika dini. Imefahamika eh? Wa nufassilu alayati liqaumin ya'lamun, na tunazipambanua aya hizi kwa watu wenye kujua. Tunazipambanua aya hizi kwa watu wenye nini? Wenye kujua mambo. Na ndio maana yakifafanuliwa unafika mahali unashangaa, kumbe liko hivi hili jambo, kwa sababu ulikuwa ulijui. Kwa tunazifafanua aya hizi kwa watu wenye kujua. Wenye kujua mambo tunawafafanulia hizo aya, wafahamu wapi pana mfanano na wapi pana muachano baina ya millata Ibrahima na mwendo wa nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani, wale wangekuwa watu wa mwanzo wanafuata mwendo wa Ibrahim kisawasawa, basi isingetokea migogoro mikubwa baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao. Lakini waliweka kando millata Ibrahim, mwenendo wa Ibrahim wakaweka kando, wakafanya yao yaliyoongezwa, ndio mgogoro ukawa mkubwa, pamoja na kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Tumefahamiana eh? Haya. Wa innakathu aymanahum, na ikiwa watatengua viapo vyao, min ba'di ahdihim, baada ya ahadi yao kuiweka. Kutengua viapo vyao, nakatha manake kufumua au kutengua. Wakitengua viapo vyao, yale makubaliano yamekwenda kwa viapo, mikataba yote inakwenda kwa viapo, kwa makubaliano, kwa tutakaa kwa amani, tutafanya hivi, tutafanya. Na ndio maana utakuta mpaka leo duniani mtu anapokabidhiwa madaraka ya juu anaapishwa, papite nini? Kiapo. Kiongozi wa nchi anaapishwa kuitetea, kuilinda na kuheshimu katiba na kuziheshimu sheria. Wabunge, wawakilishi, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya,
hata makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, wakurugenzi wanaapishwa, makatibu tawala. Ule mwongozo tuliokubaliana waufate. Sasa ikishakuwa pande mbili hizi zinataka kukaa kimwafaka, lazima tulishane viapo kwamba tutayafuata haya, tutakubaliana haya kwa nguvu zote. Ndio tunaapa kwa imani zetu, ndio. Sasa alafu kija ukageuka, unakuwa umefanyaje? Umetengua nini? Kiapo. Hata kwenye ndoa Mwenyezi Mungu ameweka kitu kama kiapo, kinafanana kiapo kile. Ikaambwa pale zawajtuka iyaha bihukmi kitabillahi munazzal wa sunnati nabiyil mursal wala imsaki bima'rufin au tasrihin biihsan. Nasema qabiltu, nimekubali, nimekuozesha kwa mujibu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwamba utakaa naye kwa wema, na kwamba ikibidi kuepukana mtaepukana kwa wema. Umekubali? Sema ndio, nimekubali kukaa na hivi. Mambo kama hayo yote yanafananishwa na kiapo. Mithaqan ghalidha, makubaliano mazito yale ya kuishi kwa pamoja katika ndoa kwa shida na raha. Kwa hivyo inakuwa na nguvu ya nini? Ya kiapo. Usikitengue, kitakuletea matatizo. Sasa anasema wa innakathu aymanahum, na ikiwa tatemgua viapo vyao tena min ba'di ahdihim, baada ya ahadi yao kuitoa. Walipoapa wametoa ahadi pale kwa watatekeleza, alafu wao wakaja wakafanyaje? Wakenda kinyume na ile ahadi walioitoa, hawakutaka kutekeleza. Min ba'di ahadihim, baada yao. Halafu basi wata'anu fi dinikum, na wakatukana katika dini yenu. Ta'an ni kutukana, kuitia dosari. Wata'anu fi dinikum, wakatukana. Ta'anan fi dini, maana kutukana katika mambo ya dini. Wakaiponda dini yenu, wakaitia matusi na maneno machafu dini yenu. Wakifanya hivyo, wata'anu fi dinikum, wakaitukana dini yenu, basi hapo faqatilu aimmatal kufri, pambaneni na viongozi wa ukafiri. Pambaneni na viongozi wa ukafiri, kwa sababu sasa umeshavunja yale makubaliano, hamwendi tena mlivyokubaliana. Na katika makubaliano kuna ile ya kuishi pamoja kwa amani, kama ilivyokuja kwenye sulhu ya Hudaibia. Anayetaka kwenda Maka kutembelea jamaa zake hata kama si Waislamu ende, na anayetaka kuja Madina kutembelea jamaa zake hata kama ni Waislamu, yeye si Muislamu, aje. Tumefahamiana? Kwenye sulhu ya Hudaibia kipengele hicho kilikuwemo. Wale makafiri wakapewa fursa ya kwenda Madina kutembelea jamaa zao, wakawa wanakwenda, na hao Waislamu wakapewa fursa kuja zao Maka kutembelea jamaa zao, wakawa wanakwenda. Lakini ikaja ikatokea hitilafu katika jambo moja. Hawa wanaotoka Madina kuja kutembelea zao jamaa zao Maka wanafanikiwa kuwavuta wale walioko Maka, wanasilimu, na wengine wanataka sasa na wahame, wakahamia wapi? Madina. Lakini wale makafiri wanaotoka Maka kuja Madina kutembelea jamaa zao hawawavuti wala hawaoni wana hamu ya kutaka kurudi Maka kuishi, bali wao sasa wanaambia, na wewe kwa nini usije ukahamia hapa? Unaona hapa pana raha. Kwa hivyo kipengele hicho kikaanza kuwaletea tabu. Kwa nini iwe hivi? Kinawasumbua. Mwanzo walifikiri makubaliano yale yatawadhoofisha Waislamu, kumbe makubaliano yale ndio yamewapa fursa nani? Waislamu vizuri zaidi. Ndio sasa hivi hata katika tathmini ya mataifa makubwa ya Ulaya na wapi, wanasema Muislamu akiingia kwenye nchi ya soko ya Waislamu anaweza yeye kuwafanya watu wawe Waislamu kuliko asiyekuwa Muislamu kuingia katika nchi ya Kiislamu. Hawezi kuwafanya Waislamu wawe si Waislamu. Mmeiona pointi? Sisi tuna uwezo wa kuwavuta wao zaidi kuliko wao kutuvuta sisi. Sasa wao wanachoamua wakiingia nchi za Kiislamu kueneza madhambi, kueneza ufuska. Wanajua kwenye hili unaweza kumpata Muislamu. Kuna vipengele ukivizungumza vina hatari.
Yani unaweza kumkuta Muislamu anakubali kufanya dhambi zote kubwa kubwa, lakini kumwambia artadi, mtagombana. Anaweza kala nguruwe, anaweza kawata baradhuli, lakini kubadilisha dini anakuwa mgumu. Kwa hivyo wao wameona watuingizie dhambi, kwa sababu hawawezi sisi kututoa kirahisi kwenye imani. Tumefahamiana? Na dhambi wanazoziingiza zaidi ni kwenye maeneo ya starehe. Wanaingiza dhambi sana kwenye maeneo ya starehe, na Waislamu baadhi yetu hatuna mipaka katika starehe. Tukiingia kwenye starehe tunajiachia tu, linalokuja peleka, unafunua domo la chewa, wanaingia dagana sehewa. Hakuna ile kwamba mimi nafanya hili basi huku sendi. Wachache sana tunaweza kufanya hivyo. Sina haja ya kwenda ndani, mada ndefu hii. Faqatilu, basi pambaneni aimatal kufri, na viongozi wa ukafiri. Kwa nini? Innahum, hakika wao, la aimana lahum, hawana viapo. Hakusema la imana lahum, kasema la hawana viapo. Maanake viapo ni vile ambavyo mkisha kuapa unaviheshimu, unakula kiapo, unakiheshimu kiapo. Sasa kama uheshimu kiapo chako, wewe tena mtu gani? Angalau wangebaki na huo ukafiri wao, lakini wakaheshimu viapo tu, tusingepiga vita. Sasa vile viapo tunavyoapiana vinakuwa vya amani. Kwa hivyo akiheshimu kiapo hakuna vita. Akivunja kile kiapo cha makubaliano, hapo ndo patakuwa pana nini? Pana vita. Akatoa sababu innahum la aima, taalili hiyo, kwa sababu wao hawana viapo, hawaheshimu waliolia kiapo. Wana maana gani? Sasa ndo kama yule kiongozi anasema rushwa ni adui wa haki, sitatoa wala kupokea rushwa, halafu yeye ndo wa kwanza bwana chau chau. Ukifika ofisini ana mkono wa kukusalimia, halafu ana mkono wa pili kaupelisha chini huku. Vipi, changamka basi kaweka huku chini, changamka basi, anataka utie chochote. Sasa huyu kiapo chake kwamba rushwa ni adui ya haki, sitapokea wala kutoa rushwa, kina maana gani? Innahum la aimana lahum, hawa hawana viapo, wamevivunja. Kwa hivyo pambaneni nao tu, kwa sababu wanakwenda kinyume na kitu ambacho wamekilia nini? Kiapo. Innahum la aimana lahum la'allahum yantahun, labda watakoma, au huenda hao watakoma mkipambana nao. Mwenyezi Mungu katumia neno la'alla tena. Wengine wanasema manake ili wao wakome, wako wanaosema la'alla hapa manake ili, lakini ndio kutafsiri huenda wao wakakoma, yani anakupeni nafasi Mwenyezi Mungu mfikirie. Lakini pambaneni nao inaweza kusaidia wakakoma, wakaacha yale ambayo wao wanayafanya. Wazee wetu wa zamani wengi wamesema la'alla hapa tutafsiri ili wapate kukoma, ili wapate. Lakini tafsiri ndio kwa nini unakuja huenda wao wakakoma, lakini ili wapate kukoma haionyeshi uhakika kuwa watakoma, lakini inaonyesha matarajio kwamba wao watakoma. Kukoma maana yake kuacha kabisa hiyo tabia, kuacha kabisa tabia hiyo mbovu. Pambaneni nao, ikiwa ni vita vya silaha, ikiwa ni vita vya kisheria, ikiwa ni vita vya majukwani, lakini mpambane, msiwaache. Na vita vina sura nyingi. Watu wengi ukisema vita, wao wanafikiri ni kuchukua silaha tu. Vita viko namna nyingi. Basi la'allahum yantahun, huenda wao wakakoma, au ili wapate kukoma. Halafu Mwenyezi Mungu anazidi kutoa masisha, ala tuqatiluna qauman, kwa nini hampigani na watu nyinyi? Ala tuqatiluna, tahdhidhi, anahimiza. Hii imekuja kama vile ya kutanabahisha, lakini maana yake anatuhimiza. Ala tuqatiluna qauman, kwa nini hampigani na watu nyinyi ambao wamefanya hivi vifuatavyo? Mnaogopa vipi kupigana nao, au mnaogopa vipi kupambana nao watu namna hiyo?
ala tukatiluna qauman nakathu aymanahum, kwanza wametengua viapo vyao. Mliapa nyote kwa pamoja mtaishi mambo, wao kwa upande wao wakafanyaje? Wakavitengua. Tena nyinyi mnaogopa vipi kupambana nao hao? Mtakuwa mnawaruhusu wafanye wanavyotaka. Ala tukatiluna qauman, kwa nini hampambani na watu? Nakathu aymanahum, wametengua viapo vyao. Hilo la kwanza. Wahammu bi ikhraji rasuli, na walikusudia kumtoa mtume katika mji wa Maka. Wahammu, wamekusudia. Hamma, kukusudia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an raa burhana rabbi, na yule mwanamke alimkusudia Yusufu kumtia mwilini, na Yusuf akakusudia yule mwanamke kumpiga ngumi. Kuna watu pale nao katika tafsiri wanapita, nasema walaqad hammat bihi wa hamma biha, yule mwanamke alimkusudia Yusuf, na Yusuf naye akasema akija simwachi. Akamkusudia akija simwachi vipi, na wao wako chumbani pamoja, na yule kesha mwambia haitalaka, lete chako hicho ulichokuumbia Mungu hapa mimi sina, mtaimbo na utaka kinu nacho. Qala ma'adha Allah, Yusuf akasema Mungu anikinge na jambo hilo. Innahu rabbi ahsana mathwaya, hakika huyo mumeo ni bwana wangu, kafanya vizuri malezi yangu. Ndio tafsiri tunaopita sisi, kuliko innahu rabbi, hakika Mola wangu kafanya vizuri malezi yangu. Pale rabbi bwana wangu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, na yule mwanamke akamkusudia Yusuf, na Yusuf akamkusudia mwanamke. Sasa atamkusudia kwa jambo baya vipi? Na kule kisha mwambia maadha Allah. Tumefahamiana? Wahammu, na walikusudia. Na kuna ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema laqad hamamtu, nilikusudia ana atakhallafa. Kwanza nini? An amura rajulan yusalli bin nas, nimwamrishe mtu asalie watu. Thumma atakhallafa ila alladhina la yahdhuruna aljamaa, kisha nende kwa wale wasiohudhuria sala jamaa. Fa uharrika alaihim buyutahum, nikawachomee moto majumba. Laqad hamamtu, nilikusu, lakini hakufanya hilo sababu Mungu alimkataza, akamwambia usifanye, utatengeneza wewe desturi mbaya ndani ya Uislamu. Na kweli manake huonekani sala alfajiri, watu wangekuwa wanakuja kukuchomea moto nyumba yako. Nyumba za watu wangapi zingeunguzwa huko? Ingekuwa kazi yetu sisi kuchomeana majumba moto tu, na tungetafuta visingizio vya kijinga tu kuchomeana majumba moto, kwa sababu siasa tu. Katika miaka hii ya 95 hapa katikati watu walichomeana moto majumba Pemba. Sasa je, kama mtume ingekuwepo ndio hiyo kachomea watu moto kwa kuacha sala, si ndio akasema tumepata sunna ya mtume, tunatarajia thawabu? Watu wetu vichwa vyao vilivyokuwa vibovu Mtume sababu alijua hawa hasa wanaokuja mwisho wa akhiru zamani hawa itakuwa tatizo sana. Ngoja nimuulize Mwenyezi Mungu, nikamwambia stop hapo, usiendelee, usifanye, italeta kigezo kibaya. Wahammu, na walikusudia bi ikhraji rasuli, kumtoa mtume. Pale Maka walitaka wamtoe mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikiwezekana nchi zote za Arabuni wamtoe, lakini Mwenyezi Mungu akamwambia ondoka kabla hawajafanyaje, hawajakutoa. Wakikutoa litakuwa jambo jingine, bora ondoka we kabla hawajafanyaje, hawajakutoa. Lakini walishakusudia. Mnaikumbuka aya hii, tutakuja kuiona kwenye sura inayofuata, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liukhrijuka au yuthbituka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Waliweka mkakati liukhrijuka, wakutoe, au yaktuluka, au wakuue, au yuthbituka, au wakudhibiti, wakufunge, uwe ufurukuti, ufanyi jambo. Wahammu bi ikhraji rasuli, na walikusudia kumtoa nani?
kumtoa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ikitiwa alif na lam ar-rasuli katika mtiriko wa Qur'ani aghlabu inamhusu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hapa ndio maudhui inapokwenda. Isitoshe, hilo la pili. La kwanza ni lile wamevunja viapo vyao, la pili walikusudia kumtoa nani? Mtume, na la tatu wa nini? Wahum badaukum awwala marra, na wao ndo walokuanzeni kwa mara ya mwanzo uchokozi. Wao ndo walokuanzeni uchokozi kwa mara ya mwanzo. Siku moja tunazungumza, mmoja katika watu wa dini nyingine akasema, Muhammad mtume wenu nyie ni mgomvi. Akaulizwa vipi? Akasema kenda kataka kuzuia msafara watu wa biashara katika vita vya Badr, ndio maana vikatokea, alitaka kuchukua mali za watu. Jamaa wakasema, Sheikh Msaba, hebu tusaidie. Wale watu wampe. Sasa wale wako kwenye kitabu cha vidonge vikali, mpe. Huko kwenye sira tunabawia na wapi kidogo wanakuwa dema lina tundu nyingi. Nikaambia, wewe huijui historia ya Uislamu. Mali za Waislamu zilitaifishwa, zilinyang'anywa kule Maka. Wanyonge katika Waislamu walizuiwa wasihame kule Maka. Masahaba ndo wakaja na wazo la kwamba tutumie military diplomacy, inaitwa diplomasia ya kijeshi. Diplomasia ya kijeshi, ukizuia kitu chake naye anazuia chako, ndio diplomasia ya kijeshi. Halafu unakuja kupiga kelele, umezuia kitu changu, anakuambia kwa nini wewe umesahau kama umezuia changu? Haya, sasa mawili, ama turudishiane au tulipane. Na hii hata sisi wakati mwingine kwa mambo ya ugomvi tunafanya. Mfano, wewe mbuzi wako kaingia kwenye shamba la mtu kamchukua, halafu nao unakukuta mbuzi wake uko njiani anatembea, unafanyaje? Sasa mimi nachukua mbuzi wake, umechukua mbuzi wangu na mimi wangu umechukua. Sasa mawili, nirudishie wangu kurudishie wako, au nijilipe kwa wako na wewe jilipe kwa wangu. Mnasema ndio mnaheshimiana. Sasa adabu barabara. Sasa wale walichukua Waislamu wameondoka Maka, wameacha mashamba, wana majumba, wengine unahama nayo vipi? Sasa wale na waliwaachia watu, basi wewe lisimamia hili na nini na nini. Wale wakawanyang'anya, wakataifisha. Mmoja Abu Jahal kafanya hivyo, kachukua vitu vya watu sana, mshenzi yule. Kwa hivyo wakakaa masahaba wanatathmini hali, tufanye nini? Sema na sisi tutafute mali zao tuzuie. Kwa sababu basi tukamwambie Mtume. Hamza akaambia, mnamjua Mtume alivyo? Atasema acheni, tutaonekana washari. Hili jambo si la kuambiwa Mtume, tufanye tu, asikie tuchalifanya. Mbabe Hamza wakakubaliana masahaba wachache wafanye, na wale waliokuwa karibu sana na Mtume wasiambiwe. Abubakari, Omari, Uthmani, wale wasiambiwe lolote, maana wao hawajiwezi. Wakigusiwa tu mwambie Mtume, unajua alioko kuna hili na hili na hili. Kama atakumwambia akamwambia Jibril, wanapata habari kutoka kwa Mungu, akaenda wengine wote wasiambiwe. Ndio chanzo cha vile vita, mpaka baadaye vikatokea vita. Ilikuwa ni kurudisha kile ambacho kimenyang'anywa. Wahum badaukum, na wao ndio waliokuanzeni kwa mara ya kwanza, ndio walioanza uchokozi wao. Tena mpambani nao vipi na watu wameanza wao uchokozi? Pambaneni. Mwenyezi Mungu anazileta zile aya kuwapa nguvu Waislamu kwamba mna kila sababu ya kufanyaje, ya kupambana, kwa sababu wahum badaukum awwala mara. Na hiyo ni sababu ya tatu, wao ndio waliokuanzeni kwa mara ya kwanza. Tena Mwenyezi Mungu sasa anazidi kuwahamasisha kwa lugha hii ya kama vile na atakhshawnahum, je, mnawaogopa? Je, mnawachelea? Wana uwezo kuliko nyinyi. Maanake hilo sasa ndio zamani kwa wadogo sisi kutaka kupiganishwa, wanaambia unamweza huyo, namweza huyo, namweza, msukume kichwa kama unamweza hilo, na wewe unamweza, msukume kichwa hilo. Basi hapo mara tayari majogoo yashapandisha, mnaanza kupambana. Wakubwa wanakugombanisheni, wanakuchonganisheni, wabaya sana watoto.
Tumepita kwenye hiyo sisi mambo ya kitoto tumechonganishwa sana, tukapigana bure bure tu mpaka tutakwenda kushtaki nani kakupiganisheni fulani. Sasa Mwenyezi Mungu atakhshaunahum, kawasukuma kichwa, mnawaogopa, mnawachelea watakupigeni. Fallahu haqqu an takhshawhu, basi Mwenyezi Mungu ana haki zaidi mumuogope. Kama mnaogopa wao, mfahamu kwamba mnataka mumuogope zaidi nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndo anayetaka mpigane. Sasa muogopeni, msende kinyume na amri yake. Fallahu haqqu an takhshawhu, basi Mwenyezi Mungu anastahili zaidi mumuogope. In kuntum mu'minina, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli, basi mumuogope zaidi Mwenyezi Mungu. Na hii tunasema ndio ile takdim na taakhir. Ilikuwa in kuntum mu'minina fallahu haqqu an takhshawhu, kama nyinyi ni waumini wa kweli, basi Mwenyezi Mungu anastahili zaidi mumuogope. Ile in kuntum mu'minina ni jumla shartiya, na jawabu yake fallahu haqqu an takhshawhu, na inatakiwa sharti itangulie kabla ya jawabu, isipokuwa katika mitindo kama hii. Huu ni mtindo maalum wa kiaya wa kusema, inaruhusiwa kwenye mitindo hata katika maneno ya kawaida kusema hivyo. Kwa hivyo ingekuwa ni hali ya kawaida angesema in kuntum mu'minina fallahu haqqu an takhshawhu, lakini ingeparaganyika mtindo wote wa aya zinavyotirika na kwenda, ndio akasema fallahu haqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Basi Mwenyezi Mungu anastahili zaidi mmogope ikiwa nyinyi ni waumini. Manake piganeni, ndio muradi wake. Ikiwa Mwenyezi Mungu anastahili zaidi mmogope, manake piganeni. Halafu maneno ya mbele tena yanakuja kwa uwazi, qatiluhum, pambaneni nao. Yaani Mwenyezi Mungu katumia maneno kuhamasisha mazito, bali lazima tu tupigane. Kwa aya hizi tena alikuwa hataki kupigana, alikuwa bwege wa kupita kiasi. Huyo ni bwege wa kulazwa kwenye kitanda cha mgonjwa. Hizi aya zimeleta hamasa kubwa, ndio maana ilikuwa mpaka walokuwa viwete, walokuwa vipofu, mabubu, viziwi, wote walitaka kwenda wapi? Kwenda vitani. Wale mabu wa macho, wale mabu masikio, wale mdomo, miguu, wote walitaka kwenda vitani. Ndio zikaja aya laisa ala al-ama harajun wala ala al-araji harajun wala ala al-maridhi. Hakuna ubaya kutokwenda vitani kwa mtu ambaye ana ulemavu wa miguu, ulemavu wa macho na hawa, kwa sababu na wao waliona hizi aya zinawahusu, wakaona lazima na sisi twende. Na mmoja akasema nitakwenda japo kushika bendera. Bwana wewe umeambiwa basi upumzike, sitaki, nataka kwenda. Mtume akasema haya, mwacheni. Qatiluhum, pambaneni nao. Yu'adhibhumullahu, atawatesa Mwenyezi Mungu, atawadhibu Mwenyezi Mungu biaidikum, kwa mikono yenu. Mwenyezi Mungu atawatesa kwa mikono yenu. Ile qatiluhum ni fi'lul amri, na yu'adhib ni jawabul amri, wanaitwa tunahu jawabul amri, na ndio maana nayo inapata sekna qatiluhum yu'adhibhum. Inaweza kusoma yu'adhibuhum, lakini bora kusoma hivyo kwa sekna yu'adhibhum, jawabul amri, kwa takdiri in tuqatiluhum yu'adhibhumullahu, inaitwa jawabul amr katika mambo ya nahwu. Qatiluhum yu'adhibhumullahu, pambaneni nao, atawatesa Mwenyezi Mungu, atawaadhibu Mwenyezi Mungu biaidikum, kwa mikono. Wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa, na hakuna anayelijua jeshi la Mola wako isipokuwa yeye. Basi mikono yenu pia ni jeshi la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akitaka kuadhibu atatumia chochote. Anaweza kuadhibu kwa maji, anaweza kuadhibu kwa moto, anaweza kuadhibu kwa upepo, anaweza kuadhibu kwa changarawe, anaweza kuadhibu kwa mchanga, anaweza kuadhibu kwa maradhi, anaweza kuadhibu kwa hamu. Ukapewa hamu ya kula tu, kila wakati uchakue tu adhabu. Akakupa adhibu kwa kuhara, akakuadhibu piu kila wakati, mpaka mwisho unatia taula kwenye suruali. Zote ni adhabu. Mwenyezi Mungu akitaka kuadhibu, anaadhibu kwa jambo lolote. Anaweza kukuadhibu kwa mwanamke, ukampenda wewe naye hakupenda takhabari na wewe hana. Bibie basi twenzetu yanafanya
bibie samahani na kwamba huko wewe upo tu unabembeleza, yuadhibukum biaidi. Pesa yako mwenyewe unayochuma inaweza kukutesa akitaka Mwenyezi Mungu. Yuadhibuhumullahu biaidikum, atawaadhibu Mwenyezi Mungu kwa mikono yenu. Hiyo ndio silaha atakayotumia. Halafu wakasema wayukhzihim, na atawafedhehesha. Wao harfu atfi ile, na ile yao imeondolewa, ilikuwa wayukhzihim, yeye imeondoka kwa sababu bado ni majzumu. Wal ma'tufu ala al majzumi majzum wa ala marjazmi hadfi harfi al illa. Wayukhzihim, na atawafedhehesha, atawapa khizaya, atawapa fedheha, watapigwa vibaya na maguvu yao yote, wataporomoka wafedheheke. Pambaneni tu. Wayukhzihim, na atawafedhesha. Alafu wayansurkum alaihim, na atakupeni nusra dhidi yao, atakupeni ushindi. Sio tu watakufa, mtaibuka videdea, mikono juu, mnapokewa kwa shangwe. Atakupeni nusra dhidi yao, atakupeni ushindi juu yao, mtawashinda. Aya zinatoa hamasa, zina amri na zinatoa hamasa na ahadi. Alafu anasema mbele, wayashfi sudura qaumi mu'minin, na ataponesha vifua vya watu waumini. Tutaifasiri hiyo yashfi, shafa, yashfi shifaan, ponya. Wayashfi, na ataponyesha, maanake muradi wake ataridhisha. Sudura qaumin, vifua vya watu mu'minina, waumini. Maanake nini? Kuna watu wamo katika kundi la Uislamu wameonewa sana, wameteswa sana na makafiri, wamedhulumiwa sana, wamenyang'anywa sana. Walikuwa wanasubiri amri tu ya kwenda kupigana, kufa au kupona, watoe uchungu uliojaa nyoyoni mwao. Mtume anawaambia ngojeni, sina amri, subirini bado. Subiri, sema lini? Afana aleki. Kila siku mtu anaonoa upanga, alafu anauangalia, unakuwa kama kioo, anajitizama. Huu nikimpata Abu Jahali waponi, shenzi yule kanidhulumu, kanitesa sana mimi yule. Bilal asema yule Umayya simwachi, shenzi yule kanitesa sana mimi, kanivua nguo zote, kanikokota kwenye joto la jua kali kwenye mchanga wa jangwani, mpaka ngozi ikaona iacha kwenye mchanga, shenzi na makovu mgongoni, mpaka leo simwachi. Ananopanga wayashfi sudura qaumin, ataponya vifua vya watu wa Islamu. Yale madukuduku na matafrani yataondoka. Ofe, tumewamaliza. Angalau kila mtu anavuta pumzi sasa. Uchungu ule ni sawa na mtu anaibiwa sana, na anemwibia hamjui nani. Siku moja anakuta watu wata mwizi, alafu anajikwaa mbele yake, kaanguka na yeye kavaa buti za kijeshi, anamfumua usoni kwanza. Haturuhusu mambo yako kwa mujibu wa sheria, lakini tunasema zile hisia za binadamu zinakuja, ule uchungu. Ndio maana hawa wezi wakati mwingine wanapigwa sana, unafikiri wewe anayekuja kuwapiga kaibiwa yeye na mwizi yule. Yeye pengine aliibiwa na mwizi mwingine, lakini ule uchungu wake umekaa dukuduku moyoni. Wanakamatwa, wanakwenda vituo vya polisi, asubuhi wanaonekana siku ya pili wanapita wanatamba. Jamaa anasema hawa haifai kuwapeleka polisi. Yuko mganga mmoja anasema mimi mwizi simpeleke polisi hata siku moja, na mroga tu, ndumba tu. Anasema ndo dawa ya wizi siku hizi, ndumba. Hataki polisi kwa sababu anasema kule hawafanywi kitu, kwa sababu kule kuna taratibu za kisheria, sijui ushahidi, sijui hivi na nini, mara kapewa dhamana, mara sijui tukachiwa hivi, mara kuna rushwa, mara ni bala. Kwa hivyo wayashfi sudura, anatafuta namna ya kuponya kifua chake. Sasa hapa anasema wayashfi sudura qaumi mu'min, na aponye vifua vya watu waumini, awatolee tafrani na madukuduku, wamalize uchungu wao. Kuna watu unaweza kuwa una kila siku unamsema kwa maneno mabaya, mwenyewe nasikia kanyamaza kimya. Halafu kuna siku moja sema hebu ngoja leo kidogo nimuondolee uvivu. Akishaamua yashfi sudura qaumi mu'minin, hanyamaziki. Anaweza kukutukana akamaliza matusi yale kwenye makamusi yote, na akaongeza mengine hata hajawahi kutokea katika dunia.
Akakwambia mavi na kutoka pwani wewe nakuona kila siku. Katunga tu wala hakuna. Wa yasutura qaumin mu'minin. Aponye vifua vya watu nani? Waumini. Yani atoe madukuduku ya Waislamu kwenye vifua vyao. Isitoshe anaendelea wa yudhhib ghaidha qulubihim, na aondoe hasira ya nyoyo zao. Aondoe hasira ya nyoyo zao, maana zile nyoyo zimekasirika sana. Sasa dawa ya hasira ni kuitoa, dawa ya hasira ni kuitema. Hasira inakuwa kama matapishi, yakitoka ndo dawa yake ile, umetapika mpaka nyongo, ofwe, sasa umetulia. Kwa hivyo aondoe hasira za nini? Za nyoyo zao. Waislamu ziondoke, wao wapate nafuu. Tena tumepona alhamdulillah, adha kero limeondoka. Wa yatubu Allahu ala man yashau, na Mwenyezi Mungu humsamehe anayetaka. Tunarudi kule tena, pamoja na maneno makali yote aliyokwenda nayo, lakini anatoa matumaini. Wa yatubu Allahu ala man, na anamsamehe Mwenyezi Mungu anayetaka kusamehewa. Tunapita alipopita Zamakhshari, wengine wamepita, anamsamehe Mwenyezi Mungu anayemtaka yeye mwenyewe, anachagua huyu namsamehe, huyu simsamehe. Zamakhshari asema hiyo si haki. Anayetaka kusamehewa kwa kurudi akatubu, Mungu atamsamehe. Sio anayechagua yeye Mungu tu, hata kama hajataka huyo mtu kutubu. Tumefahamiana? Lakini zote mbili zipo kwenye tafsiri, lakini mimi naipa nguvu hii ya kwamba anayetaka kusamehewa, sio anayemtaka Mungu. Wa yatubu Allahu, na namsamehe Mwenyezi Mungu ala man yashau, kwa yule anayetaka kusamehewa akarudi. Kwa hivyo anawaambia makafiri, pamoja na ubaya wote, lakini mkiamua kutubu, Mungu atafanyaje? Atawasamehe. Kwa hivyo kaleta ukali huko, lakini hapo hapa kaleta matumaini. Na hii tunatakiwa tujifunze sisi wahadhiri, watu wa mawaidha, watu wa da'wa. Ukishaona umepiga dozi kali, maana kuna mtu anaweza kukupiga dozi mpaka nywele za kichwa zikaanza kusimama, utafikiri misumari imeota kidogo, lakini atie kidogo na nini, kipozo kidogo, akikutoa pale na moto mtupu, ndo mara unakuwa mkali uko nje, unabia watu magumi. Weza kutoka ushachezea dozi kubwa, ukitoka nje uko umemkuta mwanamke hajavaa hijabu, mapaja nje, unabia mikwaju tu. Nyinyi ndio mnaotuharibia nchi nyinyi. Ndio maana mvua zinyeshi hapa, unatoa bakora unapiga, kwa sababu dozi kule ishakuwa kubwa. Akupe kidogo akuzimwezimue, aste ulimwengu na mwenyewe anashuhudia. Wa yatubu Allahu ala man yashau wallahu alimun hakim, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hekima, anayafanya mambo yake kwa elimu na kwa hekima. Habahatishi wala hafanyi kijinga, anafanya kwa elimu na kwa hikma maalum. Kwa yote haya anayaendesha kwa hekima maalum, kwamba nyinyi mmeonewa kiasi cha kutosha, mmechokozwa, mmenyang'anywa, mmedhulumiwa, sasa ni haki yenu kupambana. Ndivyo elimu inavyotaka na ndivyo hekima inavyotaka. Subira ikizidi sana, mwisho inazaa ubwege. Kila unachofanywa, haya bwana, mtu kaja kakuvua kofia, haya bwana mimi mnyonge, Mungu atanilipia. Kakuvua shati, mimi mnyonge, Mungu atanilipia. Kavua singlendi, mimi mnyonge, Mungu atakulipia. Kakuvua suruali, mimi mnyonge, Mungu atanilipia. Kakuvua chupi, mimi mnyonge. Wapi? Ukimwona kesha sogea, pambana, atafika pabaya. Basi wallahu alimun hakim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye elimu na mwenye hikma. Anakupelekeni, lakini mnafika wakati fulani, sasa mtapata haki ya kujitetea na kupambana. Imefahamika tuna dakika ngapi mpaka kuingia salati lishai? Lakini mimi naogopa nikianza kufika huko tunaweza tukayasema maneno yakapotezea ule utamu yale yote tuliyozungumza. Mimi nashauri tufike hapa kwa leo, tutaanza kuanza wiki ijayo, am hasibtum an tutraku, lakini tutoe nafasi ya maswali kama yapo. Bismillah. Maswali. Huyu mwanamke aliyeachwa kajifungua akaachwa, na anakuwa
wengine hawaingii katika zile kurui 3 mpaka amalize kunyonyesha. Hapa kisheria ya aida itakuwa vipi? Haya, Suratul Talaq inatuambia vipi? Suratul Talaq yenyewe inatuambia hivi, wallai yaisna min almahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidhna. Kwa ufupi, wanawake wanaofikia umri wa kutopata hedhi, eda ya kuachwa kwao ni miezi 3 tangu wameachwa, kwa sababu hawana nini? Hawana hedhi. Na wale ambao hawajapata hedhi, yaisna mbali akasema wallai lam yahidhna, na wale ambao hawajapata nini? Hedhi. Je, hawa hawajapata hedhi kwa mujibu tafsiri ni kwamba tangu wamezaliwa hawajavunja ungo bado, au tangu wamevunja ungo hawajapata hedhi, au ni watu ambao walikuwa na hedhi alafu ikapotea? Ile lam yahidhna inakuwa ina maana pana. Wako wanasema lam yahidhna manake hawajawahi kupata hedhi, na wako wanasema wanaingia na wale ambao wamepata halafu ile hedhi ikapotea. Na wako wanawake wanapoteza hedhi kwa sababu nyingi. Mmoja, wengine wakitumia vidonge vya majira tu, wakiingia kwenye mambo ya majira basi baadaye anapokuja kuyaacha yale majira, hedhi inaweza kupotea hata mwaka mzima. Mwaka mzima hapati kitu, yanakwenda tu. Kwa hivyo huyu akitokea kuachwa, eda yake itakuwa miezi 3. Umenifahamu? Ndio. Na yule ambaye hedhi imempotea kwa sababu nyingine yoyote, kwa mfano anaweza kufanywa operesheni halafu akafungwa uzazi au fuko lile likasafishwa lote. Ikitokea vile, wakati mwingine anaweza kuchelewa kupata hedhi hata kwa miaka, mpaka atakapokuwa kapona kila kitu, vitu vyake vikarudi sawa sawa. Kwa hivyo hawa wote wanaopoteza hedhi kwa muda mrefu, eda yao itakuwa miezi hii 3. Kwa hivyo na huyo akae miezi 3, basi ngome imekwisha. Asante. Kwamba alikatazwa, ndio kuna aya linasema wa yantiqu anil hawa. Kwa hiyo pale alikuwa anataka maneno yale alipotaka kuyafanya, kwamba ile aya inasema wa yantiqu anil hawa, fanye isipokuwa kwa wahi aliteremshiwa. Sasa hii inakaaje hapa? Kuna mambo mawili hapo unatakiwa uyaweke wazi zaidi. Mlete, rudisha tu bwana, haina neno, rudisha na kusaidia tu. La kwanza, kwenye aya wa ma yantiqu anil hawa, kuna mjadala wa wanazuoni pale kwamba je, mtume mwenyewe hatamki kwa matamanio yake au ile Qur'ani haitamki kwa matamanio yake? Kwa sababu mbele imesemwa in huwa illa wahyun yuha, haijawa hii Qur'ani isipokuwa wahi anaopelekewa. Allamahu shadidul quwa, kafundishwa na yule mwenye nguvu nyingi ambaye ni Jibrili. Dhu mirratin fastawa. Kwa hivyo pale wama yantiqu anil hawa ni Qur'ani, sio mazungumzo yake binafsi. Na ndio maana zinakuja hadithi. Mmoja alisema inama ana basharu mithlukum, mimi ni mtu kama nyinyi. Nitakapomhukumia mtu haki na ikawa si yake, ajue namkatia kipande cha moto. Haya, atamhukumia mtu haki si yake vipi kama yeye kila kitu anakifanya kwa wahi? Acha hiyo. Kwa nini alaumiwa kwa habari ya Zaid bin Haritha? Anamwambia amsika alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshahu falamma qadha Zaidu minha wataran zawajnaka. Kwa nini alaumiwe? Na kwa nini ulikuwa unaficha, utaki kusema? Ina maana kuna mambo yake ya kibinadamu si wahi. Upo sasa, ukichukulia kwa kila alolisema Mtume salam ni wahi, kila alolisema hana rai yake, hana wazo lake, itakuwa ni tatizo. Yako mengine kwenye vita vya Badri, alipowakusanya wale masahaba akasema tukae hapa, akamuuliza Khabbab ibn al-Arati, amanzilun anzalakahu Allahu amir ra'yu wal mashura, hiki ni kituo kakushusha Mwenyezi Mungu tukae hapa au unatafuta rai zetu na ushauri wetu?
Qala bali rai wal mashura, akasema pana ni rai na ushauri. Akasema falaisa hadha bimanzili, hicho ulichokichagua wewe hakifai kabisa kwa kitoto, tabua vitaka watoto wadogo, tutoke hapa. Na Mtume akakubali kuhama, wakaenda kaka kwenye visima vya Badri vile, kwa kumfuata rai ya Khabbab. Umefahamu? Kwa hivyo maana yake nini? Maana yake Mtume sallam alikuwa na eneo lake la kusema kwa wahi, na liko eneo anasema kama yeye binafsi. Bibi Aisha zilipokuja zile aya za kumvua Aisha na zile tuhuma za suratu Nur zile, Mtume alikwenda kumchukua Bibi Aisha. Bibi Aisha alikwenda kukaa kwao kwa babake Abubakar. Alipofika akamwambia Aisha, twenzetu huna kosa. Akaambia sina kosa kwa mtazamo wako, au Mungu kasema sina kosa? Akaambia Mwenyezi Mungu kateremsha aya kukuweka mbali na kosa, huna kosa. Akasema nakuja, twenzetu mume wangu. Sasa kama ingekuwa kila analochokiwaza Mtume ni wahi, kwa nini Bibi Aisha amuulize vile? Manake yako liko eneo lake la mtu binafsi. Kwa hiyo mantiqu anil hawa inatakiwa iliangaliwe vizuri zaidi. Nimekuwekea sawa kwanza hicho kitu. Sasa swali lako kama litarudi tena kufanya kazi au halirudi tena, utajua wewe, au utajitafakari kwanza. Kajitafakari kwanza. Naam. Mazingira gani maamuma anaweza kumkhalifu imamu katika swala? Yako mengi, lakini tuchukue baadhi tu. Mmoja, ikiwa maamuma kapata uhakika kuwa imamu kapoteza sifa za kuswalisha au za kuswali, lakini wengine wote hawajatanabahi, wala yule imamu hajataka kutoka. Kwa mfano wewe uko nyuma ya imamu, alafu ukamsikia sasa imamu kaliachia lakini feni zinazunguka, wengine wote hawajasikia na imamu hajageuka wala hajaonyesha ishara yote. Uweze kumwambia bwana, nimekusikia umejamba, toka. Haiwezekani. Sasa wewe utafanyaje? Wewe utasema bwana, sasa nasali peke yangu, utapeleka songo mbingo. Umenifahamu? Karukuu wewe utachelewa kidogo, ukaja juu. Yaani lazima mle ndani utakuwa unasali peke, japo kwa huko ndani ya ule mtungo wa sala, lakini unasali peke yako na mawazo yako peke yako. Nimekupa kesi mfano moja tu. Lakini kesi nyingine, pengine yule imamu umeiona nguo yake ina mavya ng'ombe. Na yumo ndani ya swala. Ukasema hapa nkianza kumwambia kuna mavya ng'ombe na nini, vurugu lake linaweza kuwa si dogo hapa. Naweza kusema huu ni wanja tu wa mke wangu. Unamkhalifu kwa sababu umegundua hivyo. Eneo jingine la tatu, nakupa mfano wa mwisho. Imamu unamkosoa, hakubali, kakupelekeni chini, kasujudu mara moja tu, Allahu akbar, kaja zake juu, haja akaba ina sijida tena. Unamrudisha wasjudu waqtarib, hafahamu chochote wasjudu waqtaribu nini, anaendelea tu. Uendelea na sala yako kivyako, kwa sababu keshakuwa mkaidi, hataki kusikiliza. Alafu mwisho utamwambia bwana, ulisujudu mara moja. Tena wale wakitaka watasali tena, kila mmoja atasali peke yake, watajiju, lakini wewe ushamalizana na habari. Swali jingine kama lipo, kama hamna time ya sala imefika. Haya, si uoni mkono uko wapi? Wa alayhi salam. Naam. Kujiua ni kosa sasa na kuua mtu mwingine. Sheria inataka mtu aliyeua auliwe kwa mujibu wa sheria, lakini au vitani, lakini kwenda tu ukamuua mtu kwa makusudi, hilo ni kosa. Na ukijiua wewe mwenyewe kwa makusudi vile ni kosa, kwa sababu Qur'ani haikusema msimue mwingine tu, imesema wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqi, wala msiitoe roho ambayo Mungu kaitukuza isipokuwa kwa haki. Roho hakusema msiitoe roho ya mwingine, msiitoe roho tu, kwa hivyo hata yako mwenyewe. Imefahamika? Roho ni roho, ikiwa yako, ikiwa ya hakusema wala taqtulu nafsa ghairakum, msiue nafsi za wengine, ikasema msiue nafsi tu. Na kule kwingine akasema wala tulqu biaidikum ila tahluka, wala msijitupe kwa mikono yenu kwenye maangamizi, msijitie wenyewe kwenye kufa. Kwa hivyo aliyejiua kafanya makosa.
Lakini watu wa saikolojia wanatuambia mpaka mtu akifikia hatua ya kujiua, lazima tujiulize akili yake ilikuwa sawa sawa au ilikuwa kadata. Wako watu wanaweza kuwa mpaka pale alipoamua kujiua hana akili tena, kisha kuwa chizi. Sasa chizi hana hukumu. Kama akili yake ishaharibika alafu ndo akajiua, kwa Mungu atakuwa hana hukumu, kwa sababu ni mwenda wazimu, na mwenda wazimu hana nini? Hana hukumu. Lakini kama akajiua akijua na akili timamu, kosa atakuwa nalo. Sasa hatuwezi kujua kama alikuwa na akili timamu au hana akili timamu mpaka pale alipofanyaje, alipojiua. Haya ni mambo, kwa ndio kishakufa hatuwezi tena kumchunguza, na bado sayansi haijafikia kuweza kurudisha nyuma mkasema mpaka alipojiua alikuwa akili yake haipo. Labda mnaweza mkajengea vihoja hoja. Kwa mfano, alisikika anapiga makelele sana peke yake, akapiga magumi ukuta, sio akafanyaje, baadaye akachupa kwenye ghorofa mpaka chini akaanguka kafa. Kidogo hizi symptoms, dalili za makelele na nini zinaweza kuashiria kwa akili ilikuwa ishaharibika. Lakini kwa kifupi, madhali kajiua atakuwa kafanya kosa. Sasa ikiwa alipojiua akili yake ilikuwa haipo tena, Mwenyezi Mungu atamhukumu siku ya Kiyama. Swali la mwisho. Kubwa sana. Lakini na kwanza, na nyinyi hasa wenzetu baadhi ya watu wa bara mnakosea. Neno hedhi mnaita eda. Hedhi mbali na eda mbali, na kuanzia leo sitaki kusikia hedhi unaiita eda. Sema vile vile hedhi yake au siku zake, usiite eda. Pamevurugwa katika Kiswahili. Tunarudi, viko vitabu vimeweka mambo kama hayo ya kwamba mwanamke ambaye hedhi yake inavurugika akae mwaka mzima. Lakini fatwa hiyo mardud, imewekwa pembeni, haifanyiwi kazi. Ziko fatwa zinakuja, wanazitizama wakubwa hapo, wasema hii tena hakuna kumweka mwaka mzima. Qur'ani imesema inirtabtum faidatuhunna 3 ashhurin, mkipata shaka tu eda yao ni miezi mingapi? 3. Shaka ya nini sasa hii? Kwa sababu huyu hawezi kuzihesabu zile siku zake. Sasa mnapata shaka, maanake hii si eda ya kufiwa. Eda ya kufiwa ni miezi 4 na siku 10. Hii ni suratul talaq na eda ni ya talaka. Hasa shaka ya nini? Shaka ya kwamba hazijui siku zake, hazijui taratibu zake, zinavurugana. Nendeni miezi 3, na yule asiyepata hedhi ni miezi 3. Kwa hivyo kama hedhi yake imeparaganyika, inakuja ovyo, chukueni miezi 3 mmalize kesi. Mwaka mzima unamweka wa nini mpaka kaitie maji ya moto? Na ndio maana mahakama zetu za makadhi uamuzi wao mzuri sana, kwamba mkifika pale kwenye mahakama ya kadhi mnazozana, eda imekwisha, eda haijesha, mke na mume, unaulizwa ulimwacha tarehe ngapi? Ikishapatikana tarehe ya kumwacha, tunahesabu kutoka tarehe ile mpaka leo, miezi 3 imekwisha, haijesha. Ikisha miezi 3 mnaambia eda imekwisha. Kama talaka ya kwanza, pili, mkitakana mkaoane tena kwa utaratibu mpya. Kama ya 3 ndio imechomoka, hiyo hairudi tena. Miezi mingapi? Kwa sababu hatuwezi kukaa makazi kwa sababu ngoja tukampeleke kwa daktari, hebu mpige tochi mle ndani, eda yake itakuwa siku ngapi? Ilishakwisha, damu ilikuwa. Hatuwezi kwenda kote huko, kila mwanamke ana taratibu zake, wengine zinaparaganyika, wengine zinapotea na kurudi. Kisu kimoja miezi 3. Kwa hivyo hakuna cha mwaka shekhe. Ni miezi mingapi? 3 tangu tarehe aliyoachwa. Ikishamalizika imechomoka. Mwingine, swali la mwisho tunataka kuswali. Kusema isipokuwa zile ishara za lazima tu. Kwa mfano mle ndani ukasema watu siku hizi utakuta tena wanahemka kwenye madisko, uko kwenye member, umenifahamu?
Umetoka nje sasa, kweli unafundisha, kweli unatoa hutuba, lakini usifike mahala sasa mle ndani ukaleta. Au unamnukuu mwanamke, basi anaringa akasema babu mestaki kwenye membari, unamnukuu mwanamke ukaekti namna hiyo. Hizo zote karaha. Umenifahamu? Hutuba ni mahala hapa kidogo afadhali, hapa kidogo afadhali, kwa sababu hapa ni mahala pa kujifaragua darasa nini, lakini shakuwa kwenye membari siwezi kutia manjonjo kama hayo na madoido kama. Haibatuliki hutuba, haibatuliki, lakini ni karaha. Hutuba iliyokuwa rasmi ya kidini kwenye membari rasmi ya kidini lazima iwe na nidhamu ya hali ya juu. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum.